kuokoa maisha. Ole wetu sisi tuliona kamoja. Mungu akasema maji yajitenge, yakajitenga. Mengine yako juu, mengine yako chini. Unajua mbingu na nchi zinafanana. Mwanzo 1:1 inasemaje? Inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Yaani kumbe mwanzoni kilichoanza kuumbwa ilikuwa ni nini? Mbingu. Mbingu, baadaye akaumba nini? Na nchi. Hawa ni mapacha. Kule juu kwenye sayari kuna mamilima, kuna mabonde. Hapa chini hapa tulipo kuna milima, kuna mabonde. Kule juu kuna nyota. Nyota ni ishara ya wanadamu. Ndio maana Ibrahimu akaambiwa hivi, uzao wako utakuwa mwingi kama nyota. Kwa nini Mungu anaonyesha uzao alafu na nyota? Kwa sababu duniani pia kuna nyota. Kuna nyota yangu mimi, kuna nyota ya kwako wewe, kuna nyota. Ndio maana kuna watu wanaitwa wasoma nyota. Wanasoma nyota za nani? Hawasomi nyota za juu, wanasoma nyota ndani ya kwako wewe. Kwa sababu juu kuna nyota na hapa chini kuna nyota. Ndio maana Yesu akasema katika kitabu cha Waefeso 4:8. Waefeso 4:8. Nasema hivi, hivyo husema alipopaa juu aliteka mateka. Alipopaa kule juu kule akateka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Baadaye akashuka akawapa wanadamu vipawa. Vipawa kwa tafasiri ni talents, ni nyota, ni zawadi. Nyota ni ufanisi. Nyota ni mng'ao. Tunapoangalia kule juu tunaona ming'ao. Ile ming'ao huwa inaonekana pia duniani. Mathayo 2:2. Juu kule ni nyota, lakini hapa chini pia kuna nyota. Mathayo 2:2 nasema hivi, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Uyahudi? Yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Wapi? Chini hapa Lamadi amezaliwa mfalme wa Wayahudi. Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Nasi tumekuja sasa kumsujudia. Tumeiona nyota. Nyota zinakaa wapi? Nyota zinakaa juu. Nyota zingine zinakaa duniani. Maana yake ulimwengu huu unaouona ni ulimwengu kama ule ulioko kule juu. Kule juu kuna nyota na kuna maeneo kuna maji. Hapa duniani pia kuna nyota. Kuna mahali pa nchi kavu, kuna mahali pa kwenye maji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unajua ulimwengu wa kiroho hakuna mtu anayeujua wote kwa sehemu. Huku juu kuna maeneo, kuna bahari. Huku juu kuna bahari kabisa kama hivi tulivyo. Kuna maziwa, kuna mito ipo huko juu. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, anamwongelea mwanamke ambaye alimezwa, yule joka alimezwa na bahari na mto.
Manake kuna mito mingine iko huku juu kwenye ulimwengu wa kiroho. Huku juu kuna nyumba, huko juu kuna watu, kuna viumbe wanaishi. Ni kama hapa chini. Kile tunachokifanya hapa chini, kule juu pia huwa kinafanyika. Na ndio maana sasa Mungu, kwa sababu aliupenda ulimwengu huwa hapa chini, ilibidi amtoe mwanae wa juu, atoke juu aje hapa chini. Kwa nini anakuja chini? Ni kwa sababu alitaka atupatie uwezo wa kushindana na walio juu. Maana ulimwengu wa juu ndio unaomiliki anga. Wa kwanza kuumbwa alikuwa nani? Mbingu. Si ndio? Hapo mwanzo Mungu aliziumba nini? Mbingu, alafu akaumba nini? Nchi. Usifikiri hivi aliposema aliumba mbingu na nchi akaziumba hivi mara moja tu, mbingu nchi. Mungu alifanya process wa kuiumba mbingu. Akaiumba mbingu, akaiumba mbingu. Alipomaliza kuiumba mbingu akasema sasa nataka niumbe na nchi. Akaja chini akaanza kuiumba nchi kwa muda wa miaka maelfu, pengine kwa idadi ambayo Mungu yeye mwenyewe anajua, akaumba. Sasa tunamuona hapa, huyu ni Yesu. Alipozaliwa mamajusi wanaiona nyota yake mashariki, na inasoma kwamba ni mfalme. Kumbe sasa kuna wakati mwingine ni lazima tumuombe Mungu nyota iliyoko kule juu ya kwangu iwe na mahusiano na nyota yangu mimi iliyoko hapa chini. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuiamuru iliyoko kule juu ing'ae. Iking'aa na wewe unang'aa. Amina. Ikizibwa na wewe umezimika. Matamko. Akatamka. Mstari wa 14 anasemaje? Mwanzo 1:14. Nasema hivi. Mungu akasema. Hapa tena Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku. Sasa akatamka kwa matamko kuwepo na mianga. Alafu hii mianga itenganishe. Alipotamka tu ikawa kama alivyotamka. Na ukumbuke hapo mwanzo alikuwa hapo neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na huyo neno alikuwa Mungu, na pasipo huyo neno hakikufanyika kitu. Huyu neno ni nani? Maana yake tunapata neno ni Kristo. Ndio maana Biblia inasema pasipo yeye hakikufanyika kitu. Sasa akatamka pawepo na mianga. Mstari unaofuata wa 15 anasemaje? Anasema tena iwe ndio mianga katika anga la mbingu. Kuwepo na mianga katika anga la mbingu. itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Ni mianga miwili. Ukisoma utakuta kuna mwanga mkubwa lakini kuna mwanga mdogo, ambacho hicho kitu kiko kwenye ulimwengu wa rohoni. Mungu aliposema kiko hapo rohoni hapo, huwa kuna wakati kinakuja mwanga unaitwa mchana, lakini kuna wakati mwingine kuna mwanga mdogo unaitwa giza. Na wakati mwingine kuna juzi hapa nilikuwa nasoma Biblia nikawa na tafakari kwamba Mungu kwenye ulimwengu wa anga alitengeneza mwanga mkubwa lakini akatengeneza mwanga mdogo. Angalia hapa duniani kuna mwanga mkubwa ambao unaitwa mchana, lakini kuna mwanga mdogo ambao unaitwa usiku. Na alafu hapa duniani akaja Yesu. Alipokuja Yesu, yeye anaitwa nuru kubwa ambayo inatufanya na sisi, akasema ninyi ni nuru ya nini? Ya ulimwengu. Lakini hapa kuna wana wa giza pia. Tuko nao hapa
Maana yake kuna wakati wana wa nuru wanaweza kutawala, lakini kuna wakati wana wa giza wanaweza kutawala. Ndio maana mchana mambo ya nuru yanaendelea, lakini usiku mambo ya giza yanaendelea. Ni vitu viko huko vilitengenezwa, lakini vilitamkwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo ulipo wewe unaweza ukawa umekaa na waagiza. Kwa nini? Viungo vyote. Na ukumbuke shetani ni waagiza. Lakini kabla hajaasi alikuwa anaitwa nyota ya asubuhi. Alipoasi nyota yake ikawa sio ya nuru tena, ikawa giza. Aliyekuja kuleta nuru anaitwa Yesu. Yeye ni mwanga mkubwa ili kumtawala yule mwanga mdogo.